You are great. You deserve to be worshipped. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Jehova. Wewe peke yako Jehova watosha. Wewe peke yako wastahili sifa zote. Wa ajabu ni wewe Masia. Katikati ya miungu hatuna kama wewe. Cha kutumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu twasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini yakiisha, Mwokozi atanitosha. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini yakiisha, Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu twasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Haleluya, 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 haleluya,
Umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa we, umeinuliwa, umeinuliwa we, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa ponyaji mwema, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa we, unaponya watu, umeinuliwa we, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, 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 watawala Baba, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, unaponya watu, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, watakasa Baba, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa kwa mioyo yetu, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, 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 umeinuliwa kwa juu sana, umeinuliwa, 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 mfariji mwema, umeinuliwa kwa mioyo yetu, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa tena kwa ndoa zetu, umeinuliwa tena kwa kazi zetu, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, 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 tunasema wewe umeinuliwa, umetutenda mema kwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa kwa nchi yetu Kenya, umeinuliwa na kwa kanisa lako kwa juu sana, umeinuliwa, 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 umeinuliwa kwa juu sana, umeinuliwa, 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 umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa na kwa mawazo yetu na kwa kunena kwetu wa juu sana, umeinuliwa,
umeinuliwa, umetutenda mema, umetupigania juu sana, umeinuliwa, unajazana roho na tangu ya juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, tunanyenyekea, tunakuabudu juu sana, umeinuliwa, hebu tufungulie, tunabisha kwako juu sana, umeinuliwa, wewe jibu letu, suluhu ya maisha juu sana, umeinuliwa, Masia, tunasema ya kwamba umeinuliwa juu. Adonai umeinuliwa juu. Jehovah Nisi umeinuliwa juu. King of Kings umeinuliwa juu. Peacemaker, you are high lifted on high. Adonai, you are highly lifted on high. Jehovah God, you are highly lifted on high. Shammah, you are highly lifted on high. Jehovah Rapha, King of glory, you are worthy of all the praises. We worship you, God. We adore you. You are highly lifted on high, my Father, my God, in our worship. You are highly lifted on high, King of Kings, in our hearts. You are highly lifted on high, Jehovah God, in our testimonies. You are highly lifted on high, my Father, in our gathering. You are highly lifted on high, King of Kings. In every action, in every step, my God. Adonai, you are the only God who deserves to be worshipped. You are the only God who deserves to be bowed before thee. You are the only God who deserves all the glory and honor. You are Lord. We worship you, King Jesus, as we bow before thee, as we worship you, my God, my Lord, and your feet, as we praise you, King Jesus, and your feet, as we adore you, Jehovah Lord, and your feet, because you are great, Jehovah Master, and you are highly lifted on high. Jehovah Lord, King of Kings, you are the only God to be worshipped. You are the only God to be adored. You are the only God to be magnified. We say, worthy is your name, Adonai. Worthy is your name, Jehovah Lord, into our lives. Worthy is your name, King Jesus, into our businesses. Worthy is your name, Jehovah Lord, into our salvation. Worthy is your name, Jehovah Lord, into our marriages. Worthy is your name, King Jesus, into the nation of Kenya. Worthy is your name, my Lord and my Father, into every action, every step that we take in this world, my Father. Worthy is your name, King Jesus, to every man that we meet in this world, my Lord and my Father. King Jesus, you are above all, Jehovah Lord. Adonai, you incomparable ancient of days. You were there before, Jehovah Lord. You created by the power of your word from your own mouth, Jehovah God. Jehovah Lord, we honor you. We love you, King Jesus, for you loved us before, my God, my Redeemer. While we were sinners, you gave out your
only begotten Son who was crucified because of our sins. And we honor you, my Lord. We honor you, King Jesus. We celebrate your power and your grace, my Father, into our lives. We acknowledge, my Lord, my Father, you are my God into our lives. Adonai, this far you have brought us. Adonai, it has taken your grace. And we worship you and honor you, Jehovah God. We say receive all the adoration this afternoon. Receive all the glory and honor this evening, my Father. Receive all the adoration this evening, Adonai, because you are worthy of all the praises. You have healed us, my Lord, my God. You have restored us, Adonai. You have touched us once more time, Jehovah Lord. You have restored us, Jehovah Master. You have forgiven us our sins, Jehovah God. We praise you, King Jesus. We adore you, Abba Father. Holy of holies, worthy is your name, and holy is your name, my God. All good names, my Father and my God, they belong to you, Jehovah Lord. King Jesus, by the mention of the name of Jesus, demons do flee, Adonai. By the mention of the name of Jesus Christ of Nazareth, all the diseases are healed by the mention of the name of Jesus. All the demons do tremble, Jehovah Lord. We glorify you, Jehovah Lord. We adore you. We worship you and your feet, my Lord. We lift your name on high. Our hearts are full of joy, my God. We are celebrating your victory. We are celebrating your power upon our lives, my Father. We are celebrating King Jesus. Oh, you are my Lord and my Father. Because whenever we call upon your name, my Lord, you hear us and answers our prayers, my Father. And you surprise to us according to your riches in heaven. We worship you, Adonai. Pokea sifa zetu, pokea adhama zote Jehova. You alone, my God. You alone, King of Kings. You alone, Jehovah God. You alone, Master Jesus. You alone, Son of the Most High God. Umetukuka Jehova, tunakuabudu. Twasema wewe watosha. Wabaki kuwa Mungu milele. Katika kila hali Jehova, wabaki kuwa Mungu. Katika kila changamoto, wabaki kuwa Mungu. Katika kutoka kwetu na kuingia kwetu, wabaki kuwa Mungu Jehova. Tumekuona Jehova uliye mwaminifu, uliye muweza wa yote, uliye mtetezi wa karibu, msaada wa karibu, wenye haki ukukimbilia wakapata kuwa salama. Chini ya ufuli wako Jehova tu salama. Fimbo lako na gogo lako tufariji Jehova. Hata tunapopita chini ya ufuli wa mauti Jehova, uko pamoja nasi, utuachi Baba. Tunasema ni asante. Pokea sifa, pokea shukurani zetu. Ukainuliwa, ukaimidiwe milele kwa wema wako na ukuu wako Jehova. Asante kwa wakati huu Jehova, Mungu wangu na Baba yangu, ambao twajisalimisha kwako Masia. Ukachukue nafasi ya kwanza na ukafanya your own operation Adonai, for you have the power and authority to search our hearts Jehovah God, and take away everything, my Lord and my God, that is filled before thee, that may lead you not Jehovah Masia that may lead you, my Father and my God, to hide your face from us. Take away every filthy thing, my God and my Lord, into us. We have surrendered us to you, my Father, that you may sanctify us, cleanse us with the precious blood of your Holy Son. In the mighty name of Jesus, as we welcome your presence and the power of the Holy Spirit, who is our helper, who is our teacher, to teach us how to represent ourselves before thee, to teach us how to speak to you as our dad. Your Lord, we adore you. I surrender to thee, my Father, that you may stretch your hand and touch my mouth, your Lord, King Jesus, with a coal of fire Adonai, and use me according for your will, my God and my Redeemer. For I am just a piece of clay, your God, and you are the potter. When the ajabu Mungu usiyeshindwa, give us revelation of your word, your God. Your Lord, give us revelation and understanding of your word. In the mighty name of Jesus, we say, worthy is your name, Jehovah God. We adore you, King Jesus. You are glorified, Jehovah Lord, and you are highly lifted on high in this place. And it's in Jesus' name we do pray, trust, and believe. Amen. Amen. Good evening to all of us once more time. I continue welcoming each one of us, our viewers, even the members in the house, that we may be partakers of the word of the Lord together, and we be blessed together. In the name of Jesus Christ of Nazareth. This is Crusaders for Christ. We are situated City Stadium, roundabout City Stadium off Modura Road.
in the big building there by name Mega House, second floor, under Reverend Dura Waruinke as the vision bearer of Crusaders for Christ. And we are blessed. Welcome as we share the word of God together from the book of Luke, chapter 18, from verse 35. It's a story which I know almost all of us, we know this story. But what I know, the word of God is new every minute, every hour, every day. Any single second, you are the word of God. It comes with a new revelation. Not the way you have heard it yesterday. Not the way you have heard it the previous week. Not the way you will hear it tomorrow. But it comes with a new revelation every day. So the word of God is new every day into our lives. So let's enter together in the book of Luke chapter 18 from verse 35. My name is Pastor Anita. I'm saved. I love Jesus Christ as my personal Savior. The story here is talking about the blind man. The blind man who was all the time being taken on the side of the road, that he may be borrowing or begging for help from people who are passing by. So I believe, as most of us, we are used nicknaming people. I believe this man was being called a beggar, ama muombaji. Why? Because of the situation he was in. Because of the challenge that he was going through. So there are some times that you find we are being given a name. We are nicknamed against the name, the actual name that we were given while we were born. Because of the situation that we're in. Or maybe because of our characters. Or maybe because of our behaviors. Or maybe because of who we are. Or maybe because of the titles we have. This happens in so many occasions that you may find somebody being nicknamed, given a different name regarding to what he or she is doing, wherever she or he is. So maybe you have been nicknamed a name which you are not happy about it. Maybe people are calling you a name which makes you to lack peace. Maybe people are calling you a name which makes you to be proud. But this evening, we want to teach ourselves about this man. He was known as a blind man. He was known as a beggar. Somebody who does not have any help. If you miss to help him, if you miss to throw a coin into the basket or to the bowl or to the plate that he has laid aside, he will just be picked from there in the evening and go home without anything. Go home angry. Go home having nothing in his pocket. Why? Because of the situation that he was in. And what I've come to realize is this. The time you realize the situation you are in and you are not happy about it, it matters a big deal for you to turn around, for you to find out, for you to search, which way do I follow? What am I supposed to do? Who is here together with me in this situation? And who is ready to take me to another step, that I may change from the situation I'm in, that I may move from where I am. Though this blind man, as the tradition of the family, they were used to taking him on the road every morning
every morning and they pick him in the evening, so that he may borrow from people, so that he may beg from people, so that he may receive from people. And don't forget, not everybody who has the courtesy of helping others, not everybody who is capable of understanding the situation you are in. Others will despise you. Others will raise against you. Others will isolate you. Others will hate you. Others will give you names which you are not happy about them. Why? Because of the situation you are in. But the time you agree and understand the situation you are in, it's now your time to take action. It's now your time to take caution. It's now your time to stand up and say, no more. It's my time now. So let's read and hear what happened to this blind man. Luke 18 from verse 35. Luke 18 from verse 35. The Bible says this: and it came to pass that as he was coming near unto Jericho, a certain blind man sat by the wayside begging. 36. And hearing the multitude passing by, he asked, what is it? What it means? 37. And they told him that Jesus of Nazareth passes by. 38. And he cried, saying, Jesus, thou son of David, have mercy on me. This is the blind man. He is talking to the people whom he is not able to see them with the carnal eyes. He is just hearing the voice. He is just hearing people murmuring. He is just hearing people moving. He is just hearing people talking. But he is not able to see what is taking place. He is not able to see which direction are they coming from, or which direction are they going. He is there seated on the roadside, but very much keen, listening. And the time he had the voice of the multitude, the time he had the voice of the people who were around him, who were passing by, he saw it good to raise his voice and ask, what is not happening? What is going on? What is this I'm hearing? What are you talking about? And where are you going? And who are you meeting? Where you are going? He started asking questions. He forgot about begging. He stopped requesting for help. He stopped borrowing people. But he took caution and started asking questions. What is happening? What is taking place? Because I can hear with my ears that there is something which is taking place around me. I can hear movements. I can hear people discussing and testifying things. I can hear people talking about someone who has the power above all. And he saw it good to ask. And he raised his voice and he asked the people who were passing by, what is happening? As you have seen in this country of Kenya, the time we hear the president is going into a certain place, most of the times you find people on the roads, on the roadside. They are standing there waiting to see where he is going and what he is going to do and what he is talking about and what he is delivering. So this blind man had people talking
and moving. And he got very much interested. And he asked them, what is happening? What is going on? And the Bible is telling us that the multitude replied to the blind man that the son of David, Jesus of Nazareth, the son of David, is passing by. Jesus of Nazareth, the son of the Most High God, Jesus of Nazareth, who has the power over everything, Jesus of Nazareth, who is above all, Jesus of Nazareth, who deserves every respect and honor, Jesus of Nazareth. That was the answer which was given by the multitude. And the time he received the answer, the Bible tells me that the blind man cried out. The blind man lifted up his voice. The blind man shouted loudly. The blind man forget every situation he was in. Forget about borrowing money. Forget about asking people to help him. Forget about the situation he was in. Forget about the challenges he was in. Forget about the nickname he was given. Forget about his weakness. And he raised his voice. He was unable to see, but he had the voice. He was able to lift up his voice. He was able to listen and hear. He was able to understand what people are talking about, but he was unable to see. So he was not able to see who is around him. And the person they are talking about is of which height? Is he tall? Is he short? Is he fat? Is he thin? He was unable to describe, but he was able to hear. He was able to listen. He was able to cool down and forget about everything that was taking place in his life. And he was focused and made up his mind, and he cried loudly. He said, Jesus of Nazareth, son of the Lord, son of David, feel mercy on me. Akainua sauti yake, akamuita Yesu wa Nazareti, mwana wa Daudi, naomba ukanirehemu. Ishara ya kwamba he realized the person he was calling. He realized the person who was passing by. He realized the power that the name had carried. He realized the healing power that man had. He realized the type of people, the type of person who was passing by him. He realized the character that was in this man. He realized the behavior that was in this man. He realized the capability that was in this man. And now he said, now I don't deserve to call. I don't deserve to beg for anything. I don't deserve to beg for money. But now I'm supposed to call upon the name which has power, the name which is above all the names, the name which has the power to transform. The name which has power to bring back. He raised his voice and called upon the name of Jesus of Nazareth, and he requested him that he may feel mercy on him. The reality of the matter is this: any single time, any single hour, you hear somebody telling you, feel mercy on me, it's a sign of humbleness, it's a sign of meekness, it's a sign of surrendering, understanding that you are capable of doing to him what he or she is requesting from you. So this man knew that the person I'm calling on, even if I've never ever seen him with the eyes, with this kind of eyes, I've been hearing about him because I'm able to hear. I'm capable of hearing what he is doing. I'm able to hear the voices
from different people, from the multitude, confessing of the goodness, confessing of the power, confessing of his character. Now it's my time to forget about everything else. It's my time to forget about the situation I'm in. It's the time now to forget about my weakness. It's about now to forget everything that is surrounding me and lift up my voice and call upon the name of Jesus Christ of Nazareth. Call upon his mercy, call upon his love, call upon his strength, call upon his forgiveness, call upon his revival, that he may touch me, that he may change me, that he may heal me, that he may empower me. So this man called upon the name of Jesus. He lifted his voice on high. How many times you as a believer, you as a child of the Most High God, how many times have you been in a situation that you miss to understand by the mention of the name of Jesus Christ of Nazareth, there is a change? How many times you have been despised by people and you forget that by the mention of the name of Jesus Christ of Nazareth, there is change? How many times you have been in that situation, people have been calling you by that situation you are in, people have nicknamed you, people have isolated you because of the situation you are in, because of the challenge you are going through, because of what you are going through, and you forget to understand. It's now the time for you to arise and call upon the name of Jesus, to forget about everything, to forget about every challenge, to forget about every dismay, to forget about every character and courage that is within you, and rise up and call upon the name of the Lord, because he has power and authority, and he does great, he does wonders. He alone is capable. He is gentle to us. He's a kind God. He does not despise the time you surrender into him, the time you understand who he is into your life, the time you confess that he has the power and authority. It's the time he comes down and meets the desires of your heart. This man alikataa, akasema nimetosha kuomba, na hata kuomba msaada kwangu kwa watu hasisaidiki na hakuleti ubandirisho. Inahitaji sasa nikabandirishe mawazo yangu, nikabandirishe mahisia zangu, na nikatambue yule ambaye aliye muumba wangu, aliye niluku, na nikalitie hilo jina. Na wakati aliinua sauti yake, Biblia inaendelea kuniambia nini? Wakati ambapo aliinua sauti na kuambia Bwana akapate kumrehemu ama kumhurumia, ishara ya kwamba alinyenyekea, ishara ya kwamba alijikubali jinsi alivyokuwa. Alikubali hali ambayo ilikuwa ndani, na akaona inastahili kunyenyekea kwa Mungu, kuachana na mambo mengine yale, kuachana na kutegemea wanadamu, kuachana na kutegemea vitu ambavyo amebarikiwa navyo kwa kusaidiwa na watu. Akaona sasa inahitaji nikamtazame Bwana, niache kuegemea watu ambao wananibeba kila asubuhi na kuniweka kando ya barabara na kunikujia jioni wakiangalia nimesaidiwa na nini, ni nini nimepokea siku ya leo. Akasema hapana, imechosha na imetosha. Sasa ninahitaji kubadilisha mawazo yangu, ninahitaji kulitia jina la pekee, jina la Yesu Kristo, jina ambao ni ngome imara, wenye haki ukimbilia wakapata kuwa salama. Alipotambua hayo, alisema sasa sitaki kujua ni nani yako karibu na mimi, sitaki kujua ni nani wangana nisaidia, lakini sasa imefika mwisho, ninataka kulitia jina la Bwana, ndiposa akapate kunihurumia, akapate kunisamea, akapate kuniponya, akapate kunitakasa, akapate kuniinua, akapate kunirejesha. Na wakati alipotambua hayo yote, alinyenyekea na kuvunjika mbele za Bwana. Ni mara ngapi umejiinua? Ni mara ngapi umekataa kunyenyekea? Ni mara ngapi umekataa kutubu? Lakini mahali pale ukisema ya kwamba Bwana amekusahau, ukisema ya kwamba umecheleweshwa, ukisema ya kwamba hakuna tumaini, jioni ya leo neno inatuambia ya kwamba ni wakati wa kubadilisha mawazo yetu na kuisikiza sauti ya Bwana na kunyenyekea mbele zake na kumwambia tunahitaji akaturehemu, tunahitaji akatuhurumie, ndiposa hali zetu zikapate kubadilishwa. Hallelujah. Verse 39, the Bible tells me, and they which went before rebuked him, that he should hold his peace. But he cried so much the more.
Thou son of David, have mercy on me. The Bible is telling us the multitude, the people who are following Jesus, the people who are surrounding Jesus, the time they had this blind man calling upon the name of the Lord, the time they saw this man as he realized there is a great helper, there is a great comforter, there is hope behind him, around him. The time he raised his voice, they rebuked him, they stopped him, they told him, you are making noise, stop what you are doing, we are just seeing you on the roadside, borrowing from us, so maintain it, retain your peace, stop making noise, because there's no any change that you are going to receive. We will continue throwing to you 1 cent, we are going to continue throwing to you 5 cents, because that is the way you are, and there's no any change can be seen into you, so remain there as a beggar. But because this man had heard in his ears that this man has power to change, that this man has the power to heal, that this man has the power to restore, that this man is a loving God, he continued raising his voice, he continued calling upon his name, he continued humbling himself before him, saying, Jesus of Nazareth, Son of the Most High God, feel mercy on me. Most of the times we are being intimidated by our situations, we are being intimidated by the people who are surrounding us, we are being intimidated by our friends, by our family members, by our leaders. This evening, the word of God is encouraging us that we may arise and shout loudly with boldness, call upon the name of the Lord, testify who he is in your life, confess of his good deeds into your life. Don't be silent by anybody. Don't be silenced by the situation you are in. Don't be silenced by the lack. Don't be silenced by the misfortunes. Don't be silenced by the disease you are having. This evening the word of God is encouraging us that we may raise our voices on high, that we may call upon the name of Jesus Christ of Nazareth, that we may praise him, that we may exalt him, that we may humble before him, that we may confess our weaknesses, that he may intervene, that he may show us his way, that he may show us his mercy, that he may change the situation that we are in, because he's capable of doing all this. The blind man refused to be stopped. Yes, they rebuked him. Walimkemea, wakamwambia nyamaza wewe, funga kinywa chako. Unataka ukaamke hapa ukaende wapi? Hauwezi ukaona, tumekuzoea kwa hiyo hali, kwa hivyo utaendelea kukaa hapo, sisi tuendelea na safari yetu. Lakini yule kipofu alikataa, akainua sauti yake akasema, no, enough is enough. Yesu mwana wa Daudi, naomba ukanirehemu. Wewe uliye muumba wangu, naomba ukaniponye. Wewe uliye muweza wa yote, naomba ukanibadilishie hii hali. Wewe uliye muumba wa mbingu na nchi, naomba ukaniondolee hili jaribu. Wewe uliye mtetezi wa karibu, naomba ukanipigania hizi vita. Wewe uliye msaada wa karibu, naomba utakaso wako, naomba msamaha utokao kwako. Jioni ya leo ninaomba ukakatae kunyamazishwa na hali ambao uko ndani, naomba ukakatae kunyamazishwa na ugonjwa ambao wamezoea kukuitanisha nao. Jioni ya leo naomba ukakatae kuitanishwa na lile jina ambao wamezoea kukuita. Inua sauti yako na ukamwite yule aliye juu mbinguni, yeye aliyekuumba kwa mfano wake, ukamwambia ya kwamba naomba ukanihurumie, naomba ukanibandirishe, naomba ukanishindanie, naomba ukaniwezeshe, naomba ukanitie nguvu mara tena, naomba ukaniinue kwa kiwango kingine, naomba ukanipe ufahamu na hekima kutoka kwako, ndiposa nikapate kuendelea na safari. Mahali ambapo unafanya kazi, pengine umepewa kiwango cha chini, watu wamekuzoea kwamba wewe ni mlinda lango. Hakika hiyo haijalishi, ila naomba jioni ya leo ni ukaambie Bwana ya kwamba sitanyamazishwa, nitaendelea kulitia jina lako, nitaendelea kukuabudu, nitaendelea kukutumikia, nitaendelea kunyenyekea kwako, ndiposa ukatende mapenzi yako, ukaninua kwa kiwango kingine.
ukanipe tabasamu, ukaachilie chote kilicho changu, chote kiliokuliwa na zinge, kiliokuliwa na mantumbantu, ukanirejeshe Jehova, sababu wewe ni Mungu mkuu. Lakini wakati ambapo unakubali kunyamazishwa na hali, unakubali kunyamazishwa na maadui, unakubali kunyamazishwa na changamoto, hapo ndio mwisho wako. Kataa jioni ya leo, ambia Bwana ya kwamba naomba ukanirehemu, naomba ukaniguze mara tena, naomba ukanitie nguvu mara tena. Hata kama watu wamenizoea, hata kama watu wananikejeli, hata kama watu wananidharau, hata kama watu wamenikataa, naomba kukubaliwa nawe jioni ya leo, naomba kupona nawe jioni ya leo, naomba kuinuliwa kiwango kingine na wewe katika jina la Yesu Kristo. This blind man refused to be intimidated by the multitude, and he raised his voice. He continued calling upon the name of the Lord. And because of that courage, because of that understanding, the Bible tells me, and Jesus stood and commanded him to be brought unto him. And when he was near, he asked him, saying, what will you that I shall do unto you? And he said, Lord, that I may receive my sight. As simple as that. And Jesus said unto him, receive your sight, your faith has saved you. And immediately he received his sight and followed him, glorifying God. And all the people, when they saw it, gave praise unto God. The time he continued calling upon the name of the Lord. My brother, my dear sister, from wherever you are viewing us from and listening us from, this afternoon the word of God is making us to understand, or putting to our minds, that the time we continue calling upon the name of the Lord our God inclines his ear to our cries and answers our prayers. This man refused to be stopped by men. And the Lord Jesus said, let him come to me. And the time he met Jesus, because he was supported by others to be led where Jesus was, and the time he came near him, Jesus asked him one question, what do you want me to do for you? This man did not start explaining himself, that I've been in this situation for this long and long. I've been being isolated by people. People are used to me. But he went direct to the answer. And he said, Lord, I want to receive my sight. The man went direct to the question which Jesus Christ asked him, what do you want me to do for you? And he said, I want to receive my sight. This evening, maybe you are missing to mention what you want the Lord your God to do for you. The blind man specified himself and said, I only want my sight. And the Lord our God, because he's a God of compassion, full of mercy and forgiveness, he told this man, receive your sight, because your faith has made you well. The time you call upon the name of the Lord, usilitie jina la Bwana kwa kubahatisha ama kwa kusema wacha nijaribu nione kama itawezekana. Muachilie yote, kusudia wakati unalitia lile jina, na ndiposa Bwana Mungu mwenyewe akakuuliza unataka nini, na wewe kwa kinywa chako confess kile ambacho unataka kwa Bwana, confess msaada ambao unataka kwa Bwana, na yeye aliye mwaminifu, yeye aliye muweza wa yote atakupa haja ya moyo wako. Kwa hivyo jioni ya leo, wakati ambapo
unatambua ile hali ambayo umekuwa ndani, ule uzoefu watu wamekuzoea, ni wakati sasa wa kuambia Bwana ya kwamba enough is enough, imetosha. Yesu mwana wa Daudi, naomba ukashuke na kubadilisha hii hali. Naomba ukashuke na kuniinua kiwango kingine. Naomba ukanishuke na kunitia mafuta mapya. Naomba ukashuke na kuniinua mara tena. Naomba ukanishuke na kunitetea Jehova. Naomba ukashuke na kuniinua Jehova. Na wakati ambapo unamwambia yale ambayo ni mahitaji yako, matakwa yako, atashuka na kutimiza haja za moyo wako, kwa kuwa imani yako itakuwa imeambatana na kile ambacho unaomba. Lakini wakati ambapo unaomba imani yako ikiwa imeegemea vitu vingine, hapo Bwana apati nafasi ya kukusikiza na kukuuliza ni nani unataka. Lakini wakati ambapo unamuita ukiwa ni yeye peke yake umeegemea, ni yeye peke yake umetambua kwake tu ndio kuna msaada, hapo ndipo anashuka na kukupa haja ya moyo wako. Wakati the blind man was healed, akaambiwa imani yako imekuponya, alifuatana na umati, na wale watu ambao walikuwa wanamkemea, wale watu ambao walikuwa wanamnyamazisha, ndio walikuwa watu wa kwanza wa kumsifu Bwana, wa kumshukuru Bwana, wa kumuinua Bwana. Kwa hivyo jioni ya leo nataka ukaelewe ya kwamba hata wale watu ambao wanakukenjeli, wale watu ambao wamekuita majina, wale watu ambao wamekuchukia, wale watu ambao wamekudharau, wale watu ambao wamekufinyilia, wale watu ambao wamekutesa, wale watu ambao wameona kuna kitu cha maana kinaweza toka ndani yako, wakati Bwana anaposikia sauti yako na wakati anapokuambia ya kwamba pokea haja ya moyo wako, wale maadui ndio watakusanyika, wale waliokusuia ndio watakusanyika na kuliinua jina la Bwana na kutangaza ukuu wa Bwana na kutangaza wema wa Bwana na kulisifu jina la Bwana na kulitukuza jina la Bwana, sababu anatenda makuu, anatenda mambo ambayo hakuna mwanadamu anaweza kutenda. Anatenda zaidi ya yale ambayo tunatarajia, anatenda zaidi ya ufahamu wa akili zetu, sababu ni Mungu muweza yote, ametukuka na anatawala milele. May the Lord our God feel much on us this evening, in our situations, in our challenges, katika changamoto zote ambazo tuko ndani, katika ugumu wa maisha ule ambao tuko ndani. Hata kama ni wachawi walikuinukia, hata kama ni waganga walikuinukia, watu wakakaa kwa barasa kinyume na mapenzi maisha yako, inua sauti yako kwa Bwana, mwambie Yesu mwana wa Daudi ukanirehemu. Achilia yote kwake, naye akachukue nafasi na kutenda mapenzi yake, katika jina la Yesu Kristo. Baba, twasema ni asante. Masia twalitukusa jina